Kwenye hii video ya leo naenda kukuelekeza namna ya kuweza kutengeneza designs kwa kutumia Canva ya bure kabisa ambayo haulipii chochote. So naenda kukuelekeza step by step namna ambavyo unaweza ukatengeneza flyer kwa kutumia Canva. Na ungana na mimi kwenye hii video ya leo ni kwa sababu nitaenda kuelekeza step by step hadi utakapoweza kuelewa. Sasa kama wewe ni mgeni kwenye chaneli yetu, naitwa It's Lazarus Online, ni your social mentor na niko hapa kwa ajili ya kukuelekeza tips na kukupa mawaidha na kufunua kujua vitu vingi ambavyo pengine ulikuwa uvifahamu au pengine ulikuwa uvijui na unahitaji kuvifahamu zaidi. Mimi ni website developer lakini pia ni web designer. Pia nafanya graphic designs na naenda kuelekeza step by step leo namna ya kutumia Canva. Kama hujui kutumia Canva, basi hii ni video muhimu kwa ajili yako, lakini kama unajua na unahitaji kuongeza ujuzi, lakini pia hii video inakufaa. Kwa hiyo utaniandikia comment yako kama kuna kitu hukielewi kwenye video, kama kuna sehemu umekwama, andika comment yako, lakini pia maoni yako kuhusiana na video nzima na nini nitengeneze baadaye, niandikie kwenye comment. Pia unaweza like, share. Pia kama ni mgeni subscribe kwenye channel yetu ili uweze kutuwezesha kuweza kutengeneza maudhui mazuri zaidi ya kukuelimisha. Kuna link ya kwenye WhatsApp kama utahitaji kuwasiliana na mimi au utahitaji kupata huduma yote, unaweza ukanicheck kwenye WhatsApp, link ipo chini hapo, na resources zote ambazo nitazitumia kwenye video hii ya leo naenda kuweka hapo chini kwenye comment. Kwa make sure tunaenda pamoja. Naitwa It's Lazarus na nikukaribishe kwenye sehemu inayofuata. So leo tutaenda kujifunza namna ya kutumia Canva. Leo tutaenda kujifunza namna ya kutengeneza poster ya Canva. Kwa kwenye browser yako utaingia, utaandika Canva. Utaandika Canva kama hivi. Itafunguka. Sasa ikifunguka Canva kama hivi, unaweza ukadownload au ukalogin. Na kama unatumia simu basi utaingia Play Store au App Store, uta search for Canva, utakutana nao ipo hivi na kabisa kama. So hapo utaingia, utagusa login your Canva account. Ukisha login kwenye Canva account utakutana na maelekezo, baadhi ya maelekezo utaproceed tu, hamna shida. Kwa utakutana na interface kama hii hapa. Ukisha login kwenye account yako. Sasa hapa katikati hapa inaonekana section ambayo umechagua, lakini huku pembeni inaonekana menu pamoja na setting. Sasa kwenye hii interface yako hapa pembeni utakutana na hizi menu ambapo kama nilivyokuambia, utagusa hapa home. Hii inakuleta mwanzoni kabisa. Pia utakutana na kazi ambazo unafanya, lakini pia utakutana na projects. Hizi ni kazi ambazo wewe tayari umezifanya. Template ni zile vitu ambavyo tayari vipo designed kwa uelewa wako. Lakini pia kwenye brands, hapo kwenye brand unakutana na vitu premium kama logos, premium icons na kadhalika. Kama ni kama TDT kwenye Canva, lakini nitakwenda kuwekea na Canva na pande hizo. Ukija hapa kwenye hiki kipengele hapa, hii ni mfano wa application, lakini hapa ukija kwenye more utakutana na apps. Apps ni zile features ambazo kama unatumia Canva free, kuna features ambazo ziko kwenye Canva Pro. Sasa ukitaka kutumia Canva Pro, unaangalia kwenye apps hapo, unazipata, unachukua, unaitumia Canva Pro. Hii Grow ni itakwenda kusaidia wewe kuweza kufikia hapo na kingine. Moja kwa moja na kufikia hii design school hapa unajifunza tips na kuhusiana na design. Sasa kwenye video ya leo tutaenda kudesign scratch.
Ukija hapa kwenye create utakutana na hizi hapa media, photo editor, video chagua. Lakini pia kama unataka size yako mwenyewe size mwenyewe utaandika pana ndefu na hii ambayo nataka inch then tutakuja tutaenda hapo tutaangalia like design tunaitaka, tutachukua portrait hii hapa, portrait ya flower hii. So kwenye hii video tutaenda kutengeneza hii hapa poster kwa ajili ya Superbro, na nitaenda kuelekeza namna ambavyo nimetengeneza kila kitu step by step na namna ambavyo unaweza kutengeneza wewe hapo kwenye Canva. So hii yote nimetengeneza kwa kutumia Canva, kama unavyoona zote nimetengeneza kwa kutumia Canva. Sasa twende moja kwa moja tukaangalie na vitu ambavyo tunaenda kudesign. Kwanza kabisa niweze nikupitishe ili uweze kuona tunaenda kufanya nini na hii ni nini. So hii hapa ambayo nimehover hapa kwenye mouse inaitwa canvas. Canvas ni eneo ambalo tunalifanyia design. Okay, so hii canvas sasa huku juu kuna hii file kama unataka kutengeneza option na umemaliza kutengeneza hapo na options. Size ni kama unataka upunguzie, crop, ufanye nini. Editing hapa inakuonyesha the state ambapo sasa ni maana ukifungua unaweza kukuta ni mtu wa comment au mtu wa view only. Hii option ya undo na redo. So kwa mfano hapa nikaweka nikachukua labda nikachukua hiki nikaingiza hapa kikakaa kwa hiki kiduara nikaklik. So nikija hapo kwenye option kama nimeweka kimakosa naweza nikaja hapa nika undo, au kama nimefuta kimakosa naweza nika redo. So sisi tuna undo. Ukija hapa inakuonyesha ni kwamba all changes ambazo unazifanya ziko set. Hapa ni kwa ajili ya title ya hiyo design yako. So kwa mfano hapa tunaweza tukaandika Canva tutorial. So hapo hivi hapa ni kama utataka kulipia later on kwenye Canva ulipie ili uweze kupata pro features, na kama unahitaji Canva kulipia unaweza kunicheki nikakupa maelekezo au nikakupa Canva ya kulipia uipate kwa bei ya discount. Hapa inaonyesha watu ambao wana access na hii program, lakini hapa ni analytics, inakuonyesha details zako kwamba hiyo kama umeshare hiyo design yako wamevisit wangapi na total visitors wangapi, public views nini. Okay, na kuonyesha hapo. Hapa ni eneo la comment, kuna mtu anaacha maoni yake, lakini hapa ni option ya kushare. So unaweza ukashare kama link, kwamba ukashare kama link, kila mwenye linki aweze kuiona hiyo design yako, lakini unaweza ukashare ukawa na access pekee yako kama hapo imeandikwa only you can access. Lakini pia hapa kuna download, kuna public new, kuna Instagram, kuna template link na nyingine vingi. Upande wako kushoto hapa kuna template, na maana kama ni mwanzo kabisa unaanza unaweza kukutana na simple template ili usianze from scratch. Hapa kuna elements, mfano maumbo, picha, nini, icons zote umezipata hapa. Hapa ni text, maandishi. Hapa ni brands, nishaelezea hapo nyuma nilisema brands ni sehemu ambayo unaweza uka-add hizo logos, icons ambazo ni premium. Uploads ni vile vitu ambavyo umeviweka kwenye Canva yako, lakini tools hizi ni kama unataka brush na nini, rubber utazipata hapa. Hapa kwenye projects unapata zile kazi ambazo umekwisha kuzifanya. Baadaye mwishoni kabisa kuna apps. Apps ni zile ambazo zinakusaidia wewe kuweza kufanya options ambazo pengine hazipo kwenye Canva ya free, zipo kwenye Canva Pro, unaweza kutumia apps, lakini kuna vingine ni ngumu kufanya kwenye Canva, kwa unaweza kusearch app ikakusaidia. So let's now start design.
Hapa chini kama utataka kuongeza page nyingine, so unaweza click hapo add page, so unakuja page 2, sasa mimi sitaki, nafuta. Na hapo pia unaweza duplicate your page, lakini hapo unaweza add page instead of clicking here, unaweza add hapo. Sasa twende moja kwa moja kwenye design. Kwanza kabisa tutabadilisha background, so tutaangalia background ambayo tunaenda kuitumia. So let's check hapo kwenye hii design ambayo tulikuwa tumeifanya, hii background color ilikuwa ni ipi? So utakuja hapa kwenye hii background color, copy, tutacopy hiyo rangi, tutakuja hapa kwenye background color, tutagusa then hapo chini paste, so itakuwa kama hivyo. Then baada ya hapo tunaona kuna hii hapa shape hapa chini, so tunakuja hapa kwenye elements. Kwenye elements tunachagua hii circle hapo, then tutaikuza hivi, size kai hivi, okay, kama hapo. Then baada ya hapo ya kutengeneza hiyo shape tutaibadilisha rangi. So kuna shape mbili, kuna hii ya ndani na nje. Hii ya nje ni nyeupe, so tutaweka rangi nyeupe, ilikuwa rangi nyeupe. So chini hapo tutaipunguza opacity kidogo, mpaka 60. Baada ya hapo tukiduplicate kama hivi, tunaibadilisha, tutakuja hii tutaiongeza transparency mpaka 100. Baada ya hapo tutabadilisha rangi, so rangi hiyo tuliyotumia ni hii hapo, so just change all like this. Usapo badilisha okay, text usapo badilisha rangi, then gusa hapo, so utadesign kama hapo. Perfect, so imeendana na design yetu. Kwa hiyo kinachofuata inafuata tuongeze hii box hapo na hii box. Kwa utakuja angalia rectangle, utagusa hii hapo, gusa rectangle kama hivyo, iweke hapo, gusa size iweze kumatch na design yetu, so fanya kukuza hapo. Okay, so rectangle yetu ni hii hapo. Baada ya hapo tutaweka kona, ambayo kona tutaweka 18. Baada ya hapo tutabadilisha rangi, weka nyeupe and transparent mpaka 70. Let's make 70. Then utachofanya utaiduplicate transparent, utarudisha mpaka 100. Then utasize kidogo ifit ndani. Okay, baada ya hapo utaweka hiyo 18, then utabadilisha rangi, utaweka hii hapo. So tunaweza tuka select hii, tu select na hii, una hold shift ku select vitu viwili kwa pamoja. So let's tuiongeze kidogo, tupunguze hivi kidogo, ikae. Okay, so hapo inakaa poa. Baada ya hapo tuta upload image yetu, so tutagusa hapo kwenye upload. So nimeupload hapo tayari, lakini kwa mfano nataka nikuelekeze kitu. Hii image yetu ipo tayari. So ukigusa kama hivi image, unakuja hapo kwenye apps, unagusa hapo apps, unakuja una search for background. So kwa mfano maana kutoa background ni premium option, so unakuja tu hapo kwenye background eraser. Ukishafika unakutana na hii hapa background cleaner, unaigusa. Ukishaigusa hiyo app itakwambia, itakuletea maelekezo kwamba erase background, utaigusa then transform in image, itaanza kutoa hiyo background image na itakupa image ambayo
pure, haina background yoyote. Okay, so baada ya hapo utaona imetokea kama hivi. Sasa hiki kimshelti hapa inapunguza image size, inatoa kabisa, umeona, ila hii inapunguza size kwa urefu. Hii hapa inaondoa baadhi ya details, umeona. So tutatumia hii then tutaiweka hapa. So hapa inakuwa inakaa poa. Mzee kidogo, okay. Then hii ikae hapa, okay, tete kama hivi. So let's check hapo. Yeah, perfect. Connect hivi. Okay. So hii ishuke chini kidogo, so gusa hapo, unaenda kwenye sehemu imeandikwa layers, show layers. Sasa layers ni nini? Layers inakwambia kwamba ile object ya mwisho kuiweka inakaa kwenye layer ya juu. Kila object ya mwisho kuiweka inakaa kwenye layer ya juu. Kwa mfano hii layer nikiweka hapa inashuka chini, nikiweka hapa inakuwa juu ya zote. So nikiweka hapa inarudi position ile. So ukitaka kuselect layer mbili kama hivi, una shift then unashusha chini kidogo kama hapo. Yeah. So baada ya hapo tunabaki na hii then tunashusha kidogo hapo, tunaipunguza size kidogo hivi. Tunakuja tuna hii duplicate, then kisha duplicate, fanya tu hivi, weka hapo. Okay, so ukija kuangalia hapo imekaa hapo katikati. So hapa inaonyesha ipo katikati. Badilisha rangi, weka hapo, then just duplicate kama hivi. Tunakuja tuna size kama hivi. Okay, so just check hizo object zilivyokuwa zimekaa hapo. Badilisha rangi, weka hii rangi ya hapo, badilisha, weka hiyo. Then baada ya hapo unakuja hapo kwenye elements. Ukija kwenye elements unagusa rectangle kama kawaida, unakuja hapa kwenye hizi unachagua aka image, then unaweka angle hapo, weka 28 kama hivi, or make it 38 and weka hapo resize. Okay, kama hivi inakuwa imekaa poa. Select hiyo, shift select na hiyo and duplicate, iweke kwa hapo. Kisha zimekaa sawa, okay, kama hapo. Then hii select hapo, select. Okay, tuangalie hapo imekaa hivi. Okay, so kaa hivi. Okay.
Okay, so kama hivyo. Okay, now perfect. Baada hapo, angalia image hiyo imekaa hapa juu kidogo, na hii Ctrl Z, select hii, pandisha juu kidogo hapo, then select hiyo, duplicate, chukua, tanua, weka, shusha hapo, pandishe mpaka maeneo haya. Umekaa sehemu gani? Hapo chini. So hii kaa hivi, so hapo weka hapo hivi pa, and select hiyo, select na hii, shusha chini kidogo, yes, then hii shusha chini hapo hivyo. Hii ukiangalia imekaa, shusha chini kidogo, shusha chini kidogo, hii kaya hapo. Okay, so hivyo, and hapo skeleton yetu imekaa fresh. Baada ya hapo tuongeze hivi vidoti hivi, then tutarudi cancel hapo, turudi kwenye shapes, chukua square hiyo, then weka hapo, punguza size, tuje tukiweke hapo. Baada ya hapo duplicate hivyo, weka hapo kama hapo hivyo, yeah, so hivyo, duplicate, okay, select hiyo, and weke kama hapo, let's position kama hapo hivyo. Chukua hiyo position kama hapo. Okay, so angalia, okay, zina space kidogo, so okay, so sogeza kidogo, okay, sogeza na hii kidogo, okay, hapo fresh, then gusa hiyo, unaviselect vyote hivi. Baada ya hapo unavi group, then this size kama hivyo, then una duplicate, let's weka tukiweke hapo. Baada ya hapo tutakiweka kama hivi, duplicate,
Okay, so perfect. Hivi mpaka hapo design yetu inakuwa imeisha. So tukija kuangalia hapo kwenye hiki kuna kama shadow kidogo, so unakuja hapa kwenye elements unaandika shadow, set hiyo shadow, then utakutana na shadow nyingi. Kwa hiyo utakuja hapo kwenye see all, unakuja hapo kwenye see all kwenye shadow, then unachagua, mfano utachagua hii, nitakuja nitapunguza size, so nitaiweka hapo. Baada ya hapo nitakuja kwenye edit na gusa hapo kwenye blur, naekea kwenye whole image, nitaweka kwenye blur say 100. Unaweza kuweka kutokana na percentage unayoona, so unaweza kuweka 70 hapo, unaweza kuweka ngapi, so let's add 70 kama hivi, then press enter. Just kama hivyo unakuta tayari blur imekaa, lakini kama nilivyokuambia layer ya mwisho kuiweka inakaa juu, kwa hiyo inabidi tuishushe chini kidogo. So utakuja hapa tena pembeni, uta click then hiyo layer uta click hapo, utakuja utaangalia image yako kwa vizuri, tuipandishe tu kidogo ili ikae na mwenzake. So hiyo layer utaishusha chini, so utaona kama hivyo layer imekaa poa. Okay, so kama hivyo tayari imekaa poa. Tumebaki sasa kuongeza zile details. Bado tuwekee icon, so utaswitch hapo Instagram icon, Instagram icon, so itatokea tutumie rangi nyeupe, tunaendana na design yetu. So tutashusha, utaiweka hapo, utasize, utaiposition. Okay, so utaiposition kama hivi. Na hii kidogo ikae fresh. Baada ya hapo utakuja utaandika tena Facebook icon. Okay, hii hapana, hii and just resize kama hivyo. Okay, utaiposition hapo. Okay, so mpaka hapo design yetu imeisha. Kwa hiyo kilichobaki ni kuongeza maandishi. So utakuja tu hapa kwenye maandishi, unakuja hapo kwenye text. So kwenye text hapo utaangalia, so let's use this kwa ajili ya heading. So hii hapa toa chini, baki hapo, then nitakopi hii haya maandishi, then nitakuja hapo nita select hiyo, nitagusa then nitapunguza kama hivi. So nitaweka hapo, angalia position aliyoweka hapo, then 30.8. So nitaandika hapo 30.8. Okay, perfect. Baada ya hapo kama hapa, baada hapo kuna haya maandishi yameweka hapo, so nita double click, nita control A, nita copy hayo maandishi, then nitakuja hapa kwenye text box, then nita add little text box hapo, nita control V, nita paste. Sasa nikisha paste na weka alignment kae hii hapo. Ni namna ambavyo unataka maandishi yakae, so utaweka hapo,
size kama hivi, nitakuja tutaiweka hapo kama hivi. So hii inaonekana ipo juu kidogo kulinganisha na zenye, so make sure tumegusa tunashusha. Okay, let's check hii ipo fresh. Okay, hii yako tupo chini, so hii sababu yako tupo chini, select hivi vyote hivi, pandisha kidogo. Okay, then baada ya hapo layers, show layers hiyo na hiyo pia select, pandisha juu kidogo kama hivi. Oh, perfect. Okay, so hii font yake ilikuwa ni ngapi? 9.6. Start hapo 9.6 kama hivi. Okay. Okay, so kidogo tena. Yeah, so kama hivyo. Baada ya hapo tutakuja tena tutaongeza subheading hapa kwa ajili ya kuweka hivyo listing hapa. Kwa hiyo tutakachokuja kukifanya, tutakuja select hapo control A, copy. Na kuja hapa tuta control V, tuta paste. Sasa hii ndio inapokuwa imekaa. Kwa hiyo inabidi tuipangilie vizuri. Kwa hiyo hapa hivi, then kama utaki list unagusa hapo, kama unataka unagusa hapo, unabadilisha. So mimi nataka hiyo listing ili ifanane na design iliyopita. Resize, punguza hapo, then resize kama hivyo, kimezidi. Okay, so kama hivyo, so weka kama hapo hivyo, weka hivi. Okay, kiza kidogo. Okay, kama hivyo, then let's check 18.7. So 18.7. Okay, perfect. Unaona, baada hapo utaona kuna hiyo faida hapo. Kwa utakachofanya utaadi maybe subheading kama hivi, utaweka faida. Okay, then yes, drag mpaka hapo. Rangi yake kaweka so hapana, so this hapo, so weka hiyo faida. Size yake 34.3 kama hivyo, then tutaiposition katikati hapo hapo katikati. Okay, baada hapo kuna namba za simu, so just duplicate hiyo. Sorry, nenda kwenye design nyingine, duplicate hapo, weka hapo. Tuchukue namba ya simu, control A, control C na copy, then tunakuja hapa na paste kama hivyo, una resize iweze kufit kwenye aka box. Then baada hapo let's check rangi, badilisha, weka hiyo, then 25.6 ili ikae sawa. 25.6 kama hivyo. Baada ya hapo utaona kuna hiyo jina lake hapo, inaitwa Marriage Firestore. So hiyo hapa size mpaka hapo, just select kama hivyo, njoo kwenye jina hapo, double click, copy,
and hiyo weka hivyo, then baada ya hapo okay, so imekaa vizuri. Okay, tubadilishe rangi tuweke white and hapo mbele tuongezee art. So ukiangalia ndio kila kitu kipo poa. Let's tupunguze size kidogo na hii pungue kidogo. Okay, so hii kae hapa. Tuangalie size 22.8, so hapo 22.8. Okay, perfect. Kwa kuna kitu kingine tumesahau. Chini kidogo. So hivyo. Baada ya hapo kuna kitu ambacho tumekiacha. So let's choose ME rangi transparency 69. So this transparency hapo weka 69. Yep. Center. Tunakuja tunaongeza haya maneno hapo, so just copy, control C, copy, kuja duplicate hiyo hayo maandishi, weka hapo, resize them kwa hivi, control V, weka center ni 18.4, 18.4 kama hivyo, and ukiangalia so just okay, and position hapo, rangi kaweka ni hiyo height, so just select color, okay, so kama hivyo hizi rangi kwenye icon hapa, okay, kuweka hiyo kadishika hivi. Okay, now perfect. Okay, naona design yetu zinafanana, si design zetu zinafanana, so ukiangalia design zetu tayari zinafanana mpaka hapo. So utaiona kama hivi, so unaona. Okay, design zetu kama hivi zinafanana. Kwa kama kuna kitu tumekisahau, kwa baada ya kumaliza kama hivyo, unachotakiwa kufanya una share. So hapo kuna kitu pia hakipo sawa. So gusa kwenye layers, show layers, kuja hapa. So utaona hapo. Okay, so return hii tuirudishe iwe white. Okay, white hiyo, na hii pia tuirudishe iwe white hiyo. Okay, so hapo perfect, hapo imekaa poa. Hii pia ni kama hili, lakini pia rangi nayo kama tofauti.
nianze check na hapo okay, so hapo ndo rangi imekaa poa. Yeah, perfect. So unaweza uka so kama hivyo inakuwa imekaa fresh. Sasa hivi namna ambavyo unaweza ukadesign. So nimesahau kuweka hizi image hapo. So ukiingia kwenye nani yako utaupload, utagusa hapa upload files, utaingia huku utakutana na picha zako ambazo umepewa, utaupload. Sasa mimi nisha upload hapo, kwa hiyo nitaweka tu hii hapa, nitaigusa, nitaiweka hapo, nitaiselect kama hivi, nitaiposition napotaka hivyo, then na hapa pia nitachukua hii, nitaiweka hapo, nitaiposition kwenye napotaka. Ukitaka kurotate hapo utairotate, smart crop and done. Okay, so perfect. Kama hivyo inakuwa imekamilika. Kwa design yetu mpaka hapo inakuwa imekamilika, na sasa ukimaliza kama hivyo unaweza kumpa mteja wako. So hii design imedhaminiwa na Merit Festo, anatafuta mawakala kwa ajili ya kuuza mbolea ya Supergrow, anasaidia kuuza mbolea ya Supergrow. Unaweza kumtafuta kwa namba yake 0754967513. Lakini pia hii Supergrow ni dawa kwa ajili ya mimea au ni mbolea. Kama mimea yako haikui, wewe ni mkulima, unaona mazao yako hayakui, hayasongi, yanashambuliwa na wadudu, unaweza kutumia hiyo Supergrow. Lakini pia kama wewe ni mkulima umepata changamoto kwenye mazao yako, changamoto moja mbili tatu, unaweza kumtafuta Merit Festo kwa namba 0754967513 na kusaidia. Anaitwa Merit Festo, ndiye aliyedhamini hii video ya leo. Kwa hiyo unaweza kumtafuta hapo kama unataka uwe wakala wa Supergrow, na hiyo ndio posta yetu ambayo inakuwa imekamilika. Sasa ukisha design kitu kama hivi ni very simple. Umeona tumetumia muda mfupi sana ku design hiyo, na unaweza ukakutana na design nyingine ambazo zipo kwenye design ambayo unataka ukadesign from scratch kabisa bila changamoto yoyote. Ukifanya hivyo ukadesign, unaweza ukamuuzia mtu either 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, na unaweza ukatengeneza kama hivi. Unaweza ukatengeneza kama ukaangalia template ambazo umeshatengeneza, unaweza ukatengeneza ukatafuta watu labda 10 au 100 ukawatengenezea kwa buku, mambo yanakuwa yameenda kama hivyo. So ni very simple. Au unaweza ukatengeneza kwa 5,000 ukatengenezea watu 100, so inakuwa ni very simple kwa sababu ni una design kwa kutumia Canva na very sharp, haihitaji mambo mengi sana. Kama ulivyoona tumetumia muda mfupi. Kwa hiyo ukishamaliza kutengeneza kama hivyo design yako, unakuja hapo yeah. Then sisi hatutoi link ila tuna download, so uta download hapo. Download utachagua hapa format unayotaka, maybe PNG na nini, so just PNG kama hapo, then download, then kama hivyo itaingia kwenye computer. So this is how we do it, na hii ndio namna tunafanya. So natengeneza kwa kutumia Canva, very simple, natengeneza kwa kutumia Canva na hautumii muda mrefu. Naitwa It's Lazarus, your social mentor, ni web designer na web developer, na pia ni mtu ambaye umeamua kuanzisha channel hii kwa ajili ya kuweza kusaidiana ku move from one step to another. Usisahau ku like, comment na kusubscribe kwenye channel yetu kama wewe ni mgeni. Lakini pia changamoto tunayopata niandikie kwenye comment hapo chini. Kama kuna sehemu umekwama niandikie kwenye comment hapo chini. Nimefanya hii kwa kutumia free features ili usipate ugumu wote, usije ukasema unatumia pro features na nini. Lakini kama utataka kutumia CapCut Pro au Canva Pro au ChatGPT Pro, unaweza ukanitafuta, link ya WhatsApp ipo hapo chini, so gusa moja kwa moja, then utanicheki moja kwa moja WhatsApp, itakupeleka moja kwa moja WhatsApp. Gusa link hapo chini kwenye bio, then mwisho wa siku itakuleta kwenye WhatsApp, utaniandikia neno pro, alafu nitakusaidia kupata hiyo
hiyo CapCut Pro, Canva Pro, lakini pia na ChatGPT Plus kwa bei ya promotion. Instead ukapigwa hela kubwa, itakusaidia kupata kwa hela ndogo. Naitwa Lazarus, your social mentor na website developer na designer, na kusaidia kuweza kukua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mpaka next time, peace.